بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على المبعوث فينا رحمة للعالمين، نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. Karibu tena mpendwa mfuatiliaji na mtazamaji katika mafunzo ya ibada ya hija na umra. Katika majlisi iliyopita tulianza kuzungumzia adabu za safari, ikiwa ni pamoja na safari ya hija na safari ya umra, na leo tunaendelea katika muktadha huo kuendelea kutaja baadhi ya adab. Miongoni mwa adab ni inampasa yule anayekwenda kuhiji au kwenda kufanya umra an yantakhiba almal alhalal, achague mali halali, atumie mali ya halali katika ibada yake hii, ima hija au ibada ya umra. Kwa nini? Lianna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba, anakwenda kufanya ibada na Allah azza wa jalla ni mzuri, hapokei hakubali isipokuwa kile ambacho ni kizuri. Na unapotumia mali ya haram ni sababu ya kuto kujibiwa dua zako unazomwomba Allah azza wa jalla. Na tunajua katika ibada ya haji, ibada ya umra, ni fursa ya kutubia, ni fursa ya kumwomba Allah azza wa jalla mambo mbalimbali. Sasa fikiria unakwenda kumlilia Allah azza wa jalla na mali uliyoitumia ni mali ya haram. Anasema alayhi salatu wassalam, ayu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bi, yani nyama yoyote ambayo imekuwa kwa kutumia mali ya haram, unakula cha haramu, unakunywa cha haramu, mtu huyu kuingia motoni ni aula kuliko kuingia peponi. Kwa hiyo unapokwenda kuhiji au kufanya umra, tumia mali ambayo una uhakika kuwa ni mali ya halali. Angalia, ukiangalia historia ya kujengwa Al-Kaaba, kuna kipindi fulani kabla ya Mtume alayhi salatu wasalam kutumilizwa, inawezekana palipita mafuriko, Al-Kaaba ikaathirika. Makuraishi wakaamua kufanya tajdidul bina, kurudia kuijenga Al-Kaaba upya. Taib, na Mtume alayhi salatu wasalam alishiriki taban kabla ya utume, lakini katika vitu walivyokuwa makini, pamoja na kwamba hawakuwa Waislamu, walijiwekea utaratibu kwamba hatuingizi mali ya haramu katika kuijenga nyumba hii ya Allah. Kwa hiyo walikuwa na pesa za kutosha, walikuwa na uwezo wa kutosha, lakini kwa sababu walijiwekea hilo sharti kwamba tujenge kwa pesa ya halali, ndio maana sasa hivi ukiangalia Al-Kaaba, kuna upande mmoja umezungushiwa ukuta kama kozi kadhaa ambao wamekaa katika muonekano wa mwezi mwandamo. Ili ni sehemu ya Al-Kaaba, na kwa sababu kile kipato cha halali kilimalizika, ule ukuta ukabaki vile, na mpaka sasa ukuta uko vile vile, ambao inaitwa Hijru Ismail. Unaweza ukajiuliza, yani mpaka sasa hiyo mali ya halali haijapatikana? Mali za halali zipo, lakini Mtume alayhi salatu wasalam aliamua kuuacha vile kwa sababu watu washazoea ule muonekano. Alihofia kwamba labda nikibadilisha watu wataona naibadilisha Al-Kaaba, na huenda labda mpaka serikali iliyopo hivi sasa labda inakwenda kwa mantiki hiyo hiyo, sababu watu washazoea Al-Kaaba kuiona vile. Leo ukiona ile Hijru Ismail nayo imeinuliwa, Al-Kaaba imekaa labda kama meli fulani hivi, watu wanaweza kusema ile sio, tumezoea Al-Kaaba ina pembe nne. Kwa hiyo inaendelea kubaki vile vile, lakini ashahid ni kwamba wale waliokuwa wanaijenga Al-Kaaba wenyewe walisema tusiingize mali ya haramu, wakiwa si Waislamu. Sasa wewe Muislamu ambaye una mafundisho, unakwenda kufanya ibada ya haji au ibada ya umra, basi fanya kwa kutumia mali ambayo ni mali ya halali. Aidan, katika mambo ya adabu ambayo msafiri anatakiwa ayazingatie, ikhtiyaru arrafiqi salih. Unapokwenda katika safari, ikiwa ni pamoja na safari ya hija na umra, jaribu kusuhubiana na mtu mwema. Hapa tunazungumzia mtu, lakini inawezekana pia kwa utaratibu wa hija na umra tukasema suhubiana na kampuni au taasisi ambayo unahisi itakupa miongozo sahihi, utaratibu wa hija aliyohiji Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Lakini pia wale mtu mmoja mmoja ambao unasuhubiana nao, suhubiana na watu ambao watakuwa wanakuhamasisha katika ibada. Kweli ukienda katika hija, kuna wale wanaojiita wazoefu, yeye hana mpango kabisa na ibada, anajua mwaka jana alikuwepo, mwakani atakuwepo, labda baada ya miaka mitatu kama Allah atampa umri atakuwa anaendelea kuja. Sasa watu wa sampuli hii wengi, illa man rahima rabbuka wa qalilun minhum, wengi wale ambao wanakwenda mara kwa mara, wengine wanaichukulia kwamba ibada ya haji ni ibada ya kawaida tu. Kwa hiyo atafika Makka, anaendelea na mishwari zake, pirika zake,
hana muda wa ibada, hana muda wa kusoma Qur'an, hana muda wa kukaa msikitini. Sasa wewe unayekwenda kuhiji, hata katika grupu lako suhubiana na wale ambao unaona wana himma katika kufanya ibada. Suhubiana na wale ambao unahisi kuna sehemu ukikwama watakupa miongozo, sababu rafiki ana athari hata katika khairi kama ambavyo ana athari katika shari. Na Mtume alayhi salatu wassalam anasema, arrajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Siku zote mtu anachukua tabia za rafiki yake, angalia rafiki ambayo utasuhubiana naye. Na Mtume alayhi salatu wassalam kwenye athari ambazo tunazipata kutoka kwa marafiki zetu ametupa mifano miwili, mfano wa rafiki mzuri na mfano wa rafiki mbaya. Akasema rafiki mzuri ni mfano wa muuza manukato. Ukisuhubiana na muuza manukato, ima atakupa kichupa na wewe ukanukie, au atakuonjesha kwamba hebu sikiliza hii inanukiaje, utanusa, baadaye utamalizia kwenye nguo na wewe utanukia au utanunua. Lakini mfano wa rafiki mbaya ni mvivie kiriba, fundi chuma, wale wanaochezea moto. Ukisuhubiana na rafiki mbaya, Mtume akatoa mfano wa kusuhubiana na huyu mtu. Huyu mvivia viriba akiwa ndio rafiki yako, ukiwa katika ofisi yake, kama utaondoka na harufu ya moshi au cheche zitakuchoma katika nguo yako, yani iwe itakavyokuwa hutaondoka vizuri. Kwa hiyo unaposuhubiana na mwema, na wewe inatarajiwa kuwa mwema. Unaposuhubiana na muovu, huenda akakuvuta katika uovu. Na Waarabu wanasema as-sahibu sahib, kwamba rafiki anavuta. Kwa hiyo unapokuwa katika ibada hizo, katika miji hiyo, suhubiana na wale ambao watakuhamasisha katika kufanya khairi, watakuhamasisha katika kuongeza jitihada kwenye ibada. Aidha, miongoni mwa adabu, unapotaka kusafiri, waage watu wako, jamaa zako na wale marafiki zako. Inapendeza kwa sababu utapata fursa ya wao kukuombea dua na utapata fursa ya wewe kukuombea dua. Hii au kuombea dua hii haina maana kwamba utangaze hija yako kiasi ya kwamba kila mtu aijue. Tunakusudia kuaga kama tunavyojua maana ya kuaga. Una wazazi wako, waage. Una walimu wako, waage. Rafiki zako wale wa karibu ambao wasipokuona siku moja wanaulizia uko wapi, pia waage. Na ilikuwa utaratibu wa Mtume alayhi salatu wassalam, anawafundisha masahaba zake utaratibu huu wa kuagana. Na kuna maneno pia anawafundisha kwamba jamani, unapotaka kumuaga mwenzako mwambie 1 2 3. Aliwahi kusema alayhi salatu wassalam, man arada safaran falyaqul liman yukhallif astawdi'ukum Allah alladhi la tadhi'u wada'i'uhu. Yoyote ambaye anataka kusafiri amwambie yule anayemwacha katika mji kwamba nakukabidhini kwa Allah na naamini kinachokabidhiwa kwa Allah hakipotei. Kwa hiyo waage jamaa zako ili upate fursa ya kuwaombea, lakini pia na wao wapate fursa ya kukuombea wewe. Aidha, miongoni mwa adabu za safari ambazo Muislam anatakiwa azizingatie, wakati unatoka nyumbani kwako ndio unaanza safari yako. Tabana huu utaratibu upo kila siku, lakini pia tunakumbushia kwenye safari ya haji na umra, usisahau dua ya kutoka nyumbani kwako. Ni dua ambayo ina maombi madhubuti ya kuomba kinga kutoka kwa Allah azza wa jalla. Naomba niwasomee dua moja miongoni mwa dua za kutoka nyumbani. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi wala haula wala quwwata illa billah. Tumezoea kuisoma hii dua mpaka hapa. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi wala haula wala quwwata illa billah. Na unaposoma dua hii katika yale unayoahidiwa na unayopewa, unapewa hidayah, unapewa kinga, unapewa ulinzi. Lakini pia dua inaendelea, Allahumma inni a'udhu bika an adhilla au udalla au azilla au uzalla au adhlima au udhlama au ajhala au yujhala alayya. Unamuomba Allah kulinde na kupotea au kupotezwa, kuteleza, kutelezeshwa, kudhulumu, kudhulumiwa na mfano hayo. Kwa hiyo wakati unatoka nyumbani kwako, tanguliza mguu wa kushoto, soma hii dua. Ndio unakwenda airport kwa ajili ya kwenda kupanda ndege au mfano wake. Lakini kadhalika katika adabu za safari ni kusoma ile dua ya safari. Na dua ya safari unaanza kuisoma pale unapoingia kwenye usafiri, iwe ni ndege, iwe ni gari, iwe ni meli au aina yoyote ya usafiri. Na ukiangalia vizuri dua ya safari ni kana vile unajikabidhi kwa Allah azza wa jalla, na unaikabidhi familia yako uliyoiacha nyumbani kwako kwa Allah azza wa jalla. Mtume alayhi salatu wasalam ametufundisha dua ya safari ambayo nitaisoma kwa mukhtasar. Unaanza na kupiga takbira mara 3.
Allahu akbar. Tayari umeshakaa kwenye kiti chako, umeshapanda kwenye kipando chako. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhana alladhi sakhkhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alafu unaongeza haya maneno, Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha albirra wattaqwa. Naanza tena hii dua, Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha albirra wattaqwa wa min al'amali ma tarda. Allahumma hawwin alayna safarana hadha watwi 'anna bu'da. Allahumma anta as-sahibu fi as-safari wal khalifatu fi al-ahli. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. hii dua unaomba vitu vikubwa sana kutoka kwa Allah azza wa jalla. Unaomba Allah awe nawe katika safari yako, unamuomba Allah akulindie na akutunzie familia yako, unamuomba Allah azza wa jalla akulindie mali yako ile ulionayo na ile uliyoacha nyumbani. Kwa hiyo hii dua ni katika dua muhimu sana ambazo msafiri anatakiwa aombe. Kadhalika miongoni mwa adab, pale mnaposhuka sehemu au unaposhuka sehemu, kuna dua tumefundishwa na Mtume alayhi salatu wassalam ambayo ni dua ya kinga. Iwe ni Makka, iwe ni Madina au ni mji wowote. Labda umetoka huko mikoani, safari yako inaanzia Dar es Salaam. Umetoka Arusha, umefika Dar es Salaam, ukifika soma hii dua. Umetoka Dar es Salaam umeingia Jeddah, ukifika soma hii dua. Kutoka Jeddah umeingia Makka, ukifika soma hii dua. Umetoka Makka umeingia Madina, ukifika soma hii dua. Mtume alayhi salatu wassalam ametufundisha hiyo dua. Ni dua gani? Unapofika katika mji soma haya maneno, a'udhu bikalimati llahi tammati min sharri ma khalaq. Najilinda kwa maneno ya Allah yaliyotimia kutokana na shari ya kila alichokiumba. Maneno mafupi, a'udhu bikalimati llahi tammati min sharri ma khalaq. Tayib, Mtume alayhi salatu wassalam katueleza faida ya hii dua. Anasema fa innahu idha qala dhalika lam yadhurruhu shay'un hatta yartahila min manzilihi dhalik. Ukisema haya maneno, huo mji uliofikia hakuna kitu kitakacho kudhuru mpaka uondoke. Bimaana unapata kinga ya kudumu katika mji huo mpaka uende sehemu nyingine, na ukifika sehemu nyingine ukisoma hii dua unaendelea kupata kinga ya Allah azza wa jalla. Aidan, miongoni mwa mambo ya kuzingatia kwa msafiri, al-iktharu min ad-du'a fi safar. Hivi unajua safari ni fursa. Kwa hiyo unapokuwa safarini, katika milango iliyofunguliwa ni pamoja na mlango wa kujibiwa dua. Sasa fikiria wewe unakwenda kwenye safari ya hija au unakwenda kwenye safari ya umra. Kama mlango huu umefunguliwa hata katika safari nyingine za kawaida, hata safari ya kibiashara, safari ya matembezi, madamu ni safari inayofaa. Sasa fikiria unakwenda kwenye safari ya ibada, al-hajj au al-umra. Kwa ni vizuri kutumia fursa hii. Mtume alayhi salatu wasallam anasema thalathu da'awatun mustajabatun la shakka fihinna. Kuna dua za aina tatu zinajibiwa, hakuna shaka katika kujibiwa kwa dua hizo. Akasema da'watul mazlum, dua ya mtu aliyedhulumiwa inajibiwa. Da'watul musafiri, dua ya msafiri inajibiwa. Wa da'watul walidi ala waladihi, na dua ambayo mzazi anaiomba kumwombea mwanawe. Sasa wewe ni msafiri, unayo fursa. Omba Allah azza wa jalla akutatulie matatizo yako, akuondolee shida zako, akufanyie wepesi katika mambo yako. Hii ni katika adabu za kuzingatia ambazo msafiri anatakiwa awe makini nazo. Nimalizie na adabu moja kwa majlisi ya leo, ijtinabul maasi, kuepukana na maasi. Watu huwa wanasema msafiri kafiri. Ni kana vile haya maneno wanayasema kuonyesha kwamba ukiwa msafiri ni halali kufanya chochote. Hapana. Msafiri vile vile katika vitu vya kuchunga ni pamoja na kuepukana na maasi. Na wewe unakwenda safari ya hija au safari ya umra, ni aula zaidi kujipamba na pambo hili la kuwa mbali na maasi, kwa sababu unakwenda katika safari ya taa. Hizi ni baadhi ya adabu muhimu ambazo msafiri unatakiwa kuzizingatia ukiwa kwenye safari yako, pamoja na safari ya haji au safari ya umra. Insha Allah taala majlisi ijayo tutahamia kwenye hatua nyingine, lakini kwa upande wa adabu safar, majlisi ya leo tuufunge mlango huo ili tupate fursa ya kuzungumzia mengine zaidi na zaidi. Maana huu ni mwanzo tu, ndio sasa tunaanza safari, bado kuna mengi tunatakiwa
tukumbushane na tuelimishane katika kufikia lengo la kutekeleza ibada kwa namna inayomridhisha Allah azza wa jalla. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.